wa damu kwenye mwili wa binadamu ambao ni mkubwa kupita kile kiwango kinachojulikana kitaifa. Sawa sawa eh? Kitaalamu tunasema pressure ya mtu wa kawaida, pressure yake ya juu inatakiwa iwe kuanzia 110 mpaka 139, na ile ya chini inatakiwa iwe kuanzia 80 mpaka 89. Tumeelewana? Kwa hiyo tutaangalia hapo. Kwa hivyo ndio viwango ambavyo vinatakiwa wanadamu wote tuwe nayo, ambavyo ndio sahihi. Sasa vikizidi pale ndipo tunaposema sasa huyu mgonjwa ana pressure. Kwa hiyo pressure ni ongezeko la msukumo wa damu ambao ni mkubwa kupita kile kiwango ambacho kipo kimataifa. Haya. Tuangalie aina za pressure. Pressure ziko za aina kubwa kama 3. Pressure ya kwanza tunaisema ni pressure ya msingi, primary hypertension. Pressure ya msingi ni pressure ambayo mtu tunampima, tunamkuta anayo pressure, lakini hana ugonjwa wowote unaosababisha kupata pressure. Tumeelewana? Pressure ya pili tunaita secondary pressure, ambayo yenyewe mgonjwa anapata pressure kwa sababu ana tatizo fulani la kiafya, ndio linamfanya apate pressure. Mfano, mgonjwa mwenye matatizo ya figo, asilimia 90 mpaka 99 wale wagonjwa wenye matatizo ya figo na pressure zao ziko juu, zinasababishwa na tatizo la figo aliyokuwa nalo, ndio maana pressure ikawa juu. Kwa hiyo ukitibu ile figo yake ikakaa sawa, ile pressure yake itarudi kuwa kwenye kiwango cha kawaida. Kwa hiyo tunaita ni secondary hypertension. Na aina ya tatu ni tunaita pregnancy induced hypertension. Ni sukari ambayo inasababishwa, ni pressure ambayo inasababishwa na ujauzito. Kuna wamama wanakuwa wao hawana pressure akiwa ana ujauzito, lakini mara tu anapopata ujauzito anapata pressure. Na ile pressure inaweza kumsababishia kitu kinaitwa kifafa cha mimba. Kwa hiyo kifafa cha mimba maana yake ni kwamba ni pressure ya mama aliyemjamzito imekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo inaleta athari kwa mama na mtoto aliyeko tumboni. Sawa sawa? Hai. Hebu tuangalie kwa kifupi sababu zinazoweza kumfanya mtu apate pressure au kitu kinachochangia mtu apate pressure. Tumesema kile kitu kinachosababisha kabisa pressure hakuna binadamu yote ameweza kugundua sasa hivi duniani kwamba sasa hiki ndio kinachosababisha pressure. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo nitavitaja, tunavihisi kwamba hivi ni baadhi ya makundi ya vitu vinavyoweza kusababisha mtu akawa na shinikizo kubwa la damu ambayo ni blood pressure ikawa juu. Cha kwanza, uzito wa kupitiliza, ugonjwa. Cha pili ni kurithi vinasaba. Kuna familia ambazo zina koo zile zinakuwa na vinasaba, ni baba na pressure, mama na pressure, shangazi, mjomba. Kwa hiyo tunategemea kizazi kinachotoka kwenye kundi lile na chenyewe kinaweza kikawa na pressure. Sawa sawa eh? Kwa hiyo pili ni kurithi hivyo vinasaba. Tatu ni ulaji mbaya wa vyakula. Zamani tulikuwa tumezoea tunakula vyakula vyetu vya asili, ndio tunakula maboga, tunakula mihogo, tunakula viazi, mboga. Lakini sasa hivi tunakula chips, tumechukua vile vyakula vya wenzetu kule Ulaya tumevileta huku kwetu. Huku zamani sisi tulikuwa tunachemsha, tunakunywa supu, tunakula, ndio. Sasa hivi tumeshaacha, tunakaanga na mafuta vizuri, tunakula, ndio. Kwa hiyo vile ni vyakula vitamu kwenye kinywa, lakini si vyakula salama kwenye miili yetu. Sawa sawa eh? Kwa hiyo vyakula tunavyovisisitiza ni vyakula vyetu vya kawaida hivi, vya kawaida kabisa, vya kuchemsha, vya kunini, vya kukaanga tule kwa kiwango kidogo. Tusivigeuze vikawa kama ndio sehemu kubwa ya milo yetu, ndio. Cha pili, kutokufanya mazoezi. Kuna watu hawafanyi mazoezi kabisa. Yeye anakula, analala. Kula, analala. Hata kutembea hapa na pale hawezi, anaita toyo. Boda sijui ni hivyo. Kwa hiyo hatufanyi mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo mazoezi ni muhimu kwa afya. Sawa sawa eh? Kutokufanya mazoezi pia kunachangia kupata magonjwa yote haya mawili yanayozungumza, sukari pia na pressure. Tumeelewana? Kuna matumizi pia ya dawa. Baadhi ya dawa ambazo wanazitumia kwa kiwango kikubwa bila kushauriwa na daktari kufanya nini, kinaweza kikamsababishia pia akapata pressure. Vitu vingine ni msongo mkubwa wa mawazo.
mtu anakuwa na mambo mengi, maisha yanakuwa magumu na nini, kwa hiyo kama hapati ile counseling vizuri, ushauri mzuri, anaweza akapata pia hiyo pressure. Sawa. Kitu kingine ni kusema kama ni ujauzito. Kuna baadhi ya kina mama wanapata pressure kutokana na ile hali ya kuwa ujauzito. Kama nilivyowaambia, ile kondo la nyuma la mama linatengeneza aina fulani ya kemikali na blood pressure mama na inapanda. Sawa sawa.